Naam, katika video zilizopita tulielezea kuhusiana na ndoto, mawazo na fikra. Na vile vile tukachambua kwamba mawazo ni kile kitendo cha kuchakata mambo kichwani katika hali ya kurudi nyuma. Hayo ndiyo yanaitwa mawazo. Na vile vile tukaelezea kuhusiana na fikra. Fikra ni kile kitendo cha kuchakata mambo kichwani lakini katika hali ya kwenda mbele. Na tofauti kati ya mawazo na fikra ipo hivi. Mawazo ni kile kitendo cha kulifikiria katika kulichakata jambo lililotokea jana, lililotokea juzi au mwaka uliopita. Tukatoa mfano kama vile mtu unavyoangalia movie au tamthilia fulani hivi ambayo ilisharekodiwa pengine miaka 20 nyuma. Kwa hiyo unarudia vitu vilivyokwisha pita. Lakini fikra unafikiria au unachakata kitu ambacho kitatokea dakika 10 zijazo au kesho kutwa au mwakani, nini kitatokea. Na tofauti ya hawa watu wawili, mwenye mawazo na mwenye fikra, huyu mwenye fikra ana uwezekano mkubwa sana wa kupiga hatua. Ana advantage kubwa sana ya kupiga hatua kwa sababu anachakata vitu vipya kila siku. Lakini vile vile ndoto tulielezea kwamba ndoto ni ile picha au meseji za kiroho ambazo unapewa wewe pale unapokuwa umelala. Ni picha au meseji za kiroho unazoziona au unazozipokea ukiwa umelala. Umeelewa? Hiyo ndiyo ndoto, na sio lazima kwamba uwe umelala usiku. Hata kama ukilala mchana vile vile unaweza ukaota. Ni mambo ya kweli ambayo roho yako yanakuwa yanayaona. Huenda yalishatokea au yatakuja kutokea, na yana ukweli 99.9. Naam, sasa katika swala zima la ndoto, ikitokezea wewe umeota mambo ya nyoka, moja kwa moja ikitokezea umeota mambo ya nyoka au umeota nyoka, hiyo peke yake inaashiria kwamba ni uadui. Ikitokezea tu umeota nyoka, basi hii inaashiria moja kwa moja ni uadui. Lakini vile vile tukibakia hapo hapo kwenye nyoka, ikitokezea katika ndoto zako ukaota nyoka wa kijani, yaani ikitokezea tu umeota nyoka wa kijani, basi hii inaonyesha ya kwamba kuna matatizo, vikwazo au changamoto au ushindani katika biashara zako au eneo lako la kazi. Ikitokezea umeota nyoka wa kijani, nyoka huyo katika ndoto yako akawa ni nyoka wa kijani, hii inaonyesha kwamba kuna vikwazo, kuna changamoto au matatizo katika biashara yako au hapo katika kazi yako. Lakini vile vile ikitokezea umeota nyoka mweusi, sawa ikitokezea umeota nyoka mweusi, basi hii ni ishara ya uadui. Na ikitokezea nyoka huyo umemuota katika mazingira ya nyumbani kwenu, basi uadui huu ni moja kwa moja kwamba unatokea katika familia au katika ukoo. Ikitokezea huyo nyoka umemuota katika mazingira ya nyumbani, basi huo uadui unatokea au unasababishwa katika mtu wa familia au mtu wa ukoo. Lakini vile vile ikitokezea umeota nyoka mweusi, hii inaashiria ni usaliti. Huu moja kwa moja ni usaliti. Kwa hiyo kama huyu nyoka utamuota katika mazingira ya nyumbani, hii inaonyesha ya kwamba huo usaliti unasababishwa au unatokea katika nyumbani kwako, au katika mazingira ya familia yako au katika mazingira ya ukoo wako. Lakini vile vile ikitokezea umeota nyoka mweusi, hii inaonyesha ile hofu ya ndani, kwamba wewe utakumbwa na ile hofu ya ndani kabisa ya moyo wako. Na kadhalika ukiota nyoka huyu mweusi, hii inaonyesha kwamba hatari iliyokuwa mbele yako inayokukabili siku kadhaa zijazo. Naam. Lakini vile vile katika huku kuota kwako, ikitokezea umeota nyoka huyo sasa unapambana naye, yaani huyo nyoka kwamba wewe unapigana naye, na katika yale mapigano
ikatokezea wewe umemshinda yule nyoka, basi hii moja kwa moja inaashiria ni ushindi katika majambo yako, ushindi katika biashara yako, kazi zako na mipango yako yote kuwa mizuri. Ikitokezea unaota au umeota unapigana na nyoka, na katika kupigana huko kwamba mwisho wewe ukawa umeshinda, basi hii yaonyesha moja kwa moja kwamba ni ushindi katika harakati zako, biashara zako na hapo kwenye kazi yako au kibarua chako. Lakini kwa namna nyingine vile vile ukiota unapambana na nyoka, basi hii inaonyesha ya kwamba yule nyoka umepigana naye au umepambana naye kisha ukamshinda au ukamuua. Hii inaonyesha kwamba ni kushindwa kwa wale washindani wako au kushindwa kwa wale wapinzani wako, kushindwa kwa wale maadui zako. Ikitokezea yule nyoka umemshinda au umemuua kabisa katika ile ndoto yako, hii inaonyesha ni kusalenda kwa wale wapinzani wako wote kwa ujumla, na vile vile inaonyesha ni ushindi katika biashara zako, mambo yako na harakati zako zote za kimaisha kwa jumla, na vitu kama hivyo hapo. Na huyu nyoka ikitokezea ndoto hizi zinajirudia mara kwa mara, zinajirudia mara kwa mara katika kuota kwako au katika ndoto zako, basi unatakiwa ulete ile dua aliyoileta Nabii Yunus pale alipokumbwa na matatizo. Naam, yani la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Unasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Naam, ndugu zangu, kwa yoyote atakayekuwa na swali ama ushauri kuhusiana na masuala mazima ya tiba, basi aendelee kufuatilia video zetu zinazokuja mfululizo kupitia hii channel yetu inayokwenda kwa jina la Mwanazuoni Mbobezi, na kadhalika vile vile atutafute kupitia namba zifuatazo 0620 240 161, 0620 240 161. Lakini vile vile anaweza kutupata katika namba nyingine ya 0785 85 81 16, 0785 85 tena 81 mwisho 16. Karibu sana ewe ndugu yangu, tusaidizane, karibu sana tushauriane. Allah anasema wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, kwamba nasaidianeni juu ya wema na uchamungu na wala msisaidiane juu ya madhambi mabaya na uadui. Naam.